Na habari, karibu katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya safari ya Mbeya, ikiwa ni mwendelezo wa sehemu ya kwanza pamoja na ya pili katika simulizi ya safari ya Mbeya. So tulipofika pale kwenye ile sehemu majira ya saa 3 usiku, kama nilivyosema mwanzo kwamba kulikuwa kuna mzee, alikuwa yuko mama, ikawa niko na mimi. So mama kafungua mlango wa siti ya mbele, then akaja siti ya nyuma ambako mimi nilikuwa nimekaa. Akanishika mkono, akanitoa nje ya gari. Alipofika nje ya gari, mama kaongea maneno mazito sana. Kumbuka kipindi hicho taa zikawa zimezimwa na gari ikawa imezimwa kabisa. Yaani taa zile babu ya mbele na nyuma zote zikawa zimezimwa na gari ikawa imezima kabisa. Kumbuka tuko kwenye poli au tupo kwenye msitu. That means kwamba ni giza kweli. Mama alivyonishika mkono, alivyonitoa nje, akaniambia, kijana, najua watu wengi sana wanatamani mafanikio, tena mafanikio ya haraka sana, na vijana wengi wa umri kama wakwako wanapenda mafanikio ambayo ni shortcut ways ili kuweza kufanikiwa, lakini mafanikio huwa yana kanuni. Maneno haya yanaongea ikiwa nje ya ile gari ya Suzuki, pale chini ya gari tunaongea, mzee akiwa yuko ndani. Kanambia, watu wengi, vijana wengi wa umri wako wanapenda kuona wakifanikiwa, lakini hawajui jinsi gani ya kufanikiwa. Leo hii nikikuuliza wewe kwa nini uko hapa muda huu, utaniambia sababu ya wewe kuwa hapa muda huu. Nakumbuka kwamba mimi muda huu akili yangu ikawa kama vile imeshikiliwa. Kwa hiyo haya maneno yote anayoongea, lakini ni kama anaingia huku yanatokea huku yanaenda. Kwa hiyo nikawa najaribu kumsikiliza sana kwa umakini, lakini hakuna ambacho nilikuwa nakipata. Yaani ni kama tulikuwa namsikiliza kama story, tunamsikiliza lakini hamna kitu ambacho nilikuwa nakipata. So akaniambia, kwenye kila mafanikio usiweke tamaa mbele. Ukiweka tamaa mbele hautafanikiwa. Lakini kwenye kila mafanikio pia usiamini sana katika juhudi. Sasa hiyo ikanishtua kidogo, kwa sababu sisi tunavyoamini vijana wa sasa hivi, millennials, watu wa 90 na watu wa 2000 na tunavyoamini kwamba ukiwa na jitihada sana ndivyo mafanikio yanavyokuwa yanakuja. So mama akawa ananiambia kwamba usiamini sana katika juhudi, usiweke sana imani kwenye juhudi. Sasa nikawa najaribu kumuelewa, lakini nikawa nashindwa. Akaniambia, umeona huyu mzee? Akawa anamuonyesha na point finger ndani ya gari. Akaniambia, umeona huyu mzee? Nikamwambia ndio nimemwona. Akaniambia, kwa nini nafikiri amefanikiwa? Nikamwambia, kwa kweli mimi siwezi kujua, kwa sababu nimekutana naye tu kwenye gari, tumefahamiana kwa kipindi kifupi sana, lakini nadhani maybe anaweza kawa na juhudi zake binafsi ambazo zimefanya amefanikiwa. Akaniambia, sio kweli, kuna njia tofauti na kufanikiwa. Je, uko tayari wewe kuweza kufundishwa hiyo njia ili na wewe uweze kufanikiwa? Sasa wakati anaongea maneno, mimi nikawa bado najaribu kutafakari ni nini nataka kuniambia, kwamba nifundishwe njia ili nikikubali na mimi niweze kufundishwa hiyo njia ya mafanikio. Sasa anajiuliza ni njia gani ilikuwa ananiambia. Baadaye wakati anaongea maneno, tena akafungua ile gari, akazunguka nyuma ya gari. Alipozunguka nyuma ya gari, akawa hajafika ule upande ambao sisi tumekaa. Yaani hili ni gari, huu ni upande wa dereva, huku mimi niko na mama, tumeshuka nje ya gari. Kwa mzee akatokea ule mlango wa dereva, akazunguka nyuma ya gari. Alipozunguka nyuma ya gari, kuna maneno akawa anaongea. Nikawa nasikia kama miguno, ni kama anaongea na mtu anamwambia, anaitikia mimi. Sasa nikawa najaribu kuwasikiliza wote kwa pamoja, ingawa huku siongei naye, lakini nasikia kama kuna stories zinapigwa huku. Alafu huku niko na mama. Baadaye mama akaniambia, hebu usimsikilize huyo mzee, nisikilize mimi ninachokuelekeza. Je, upo tayari kufundisha hiki ili uweze kufanikiwa? Sasa maneno ya kwanza ya mama alisema kwamba hakuna shortcut kwenye mafanikio. Muda huu ananiambia kwamba anataka kunifundisha njia za kufanikiwa. Kwa hiyo nikawa najaribu kutafakari ni nini mama anataka kuniambia. Nikawa nashindwa kuelewa. So huku mzee akiwa anaongea kama dakika 3 dakika 4. Kumbuka hiyo ni saa 4, saa 3 inaelekea saa 4 usiku. Mzee ameshaongea maneno yake huko, then baadaye akarudi kwenye gari, kwenye siti yake pale ya dereva. Then mimi na mama nikawa tunaendelea kuongea huko. Nikamwambia, mama, mimi ninafurahi sana nyinyi mnavyoweza kunifundisha baadhi ya mambo, na pia nyinyi ni watu ambao mmezidi
karibia miaka 50 na obvious mama alikuwa na miaka kama 70 na lakini mzee alikuwa na 70 na kitu, alikuwa mkubwa zaidi kuliko mama. Nikamwambia lakini ningetamani kujua ni njia gani hizo ambazo nyinyi nataka kuweza kunifundisha mimi kufanikiwa. Mama akaniambia wala haina shida. Akamuita mzee. Mzee sasa akatokea mlango wa dereva, akazunguka kwa mbele ya gari. Alipozunguka mbele ya gari akaniambia, mwanangu, uko tayari kufundisha njia? Nikamwambia nitakuwa tayari endapo mtaweza kunielekeza ni njia gani. So kukawa kuna maongezi wanafanya wao, ni kama wananong'onezana baadhi ya maneno, then mimi nikiwa nimesimama tu naangalia. Kwa kweli ilinitoa kwenye mood, lakini sasa nikawa sina cha kufanya, kama nilivyosema nyuma kwamba akili yangu ilikuwa kama vile ikawa kushikiliwa. Kwa baada ya hapo akaniambia sasa nataka tuelekee sehemu fulani. Tukifika ile sehemu utaona tuna maana gani ya kukuambia kwamba tunataka tukupe mafanikio. Kwa hiyo tukawa tunaacha pale gari ambako ipo, tukawa tunatembea step by step tunaelekea ile sehemu. Ni kama dakika 15 kutoka ile sehemu ya msitu ambako gari ikawa imesimama kuelekea kule ambako walitaka kunipeleka. Then tukawa tumetembea, tumefika sehemu fulani, ni kama wamekwa, yani ni sehemu ambayo hakuna nyasi chini. Kumbuka tuko msituni, ile sehemu hakuna nyasi chini, alafu miti ya pale ile sehemu ikawa imekatwa usawa ambao uko sawa. Yani ni miti ambayo miti iko mingi, lakini ile miti imekatwa usawa sawa. Yani kama ni level hii, basi miti yote imekatwa level hiyo. Ni miti kama 20-40, miti kwenye 20-30-40 ikawa imekatwa. Akawa ananionyesha, umeona ule mti wa katikati pale, ile miti ikawa imezunguka hivi. Akaniambia, umeona ule mti wa katikati pale? Nikamwambia, mzee, hapa miti iko mingi, lakini najaribu kujitahidi kuona huo mti wa katikati unaona. Akaniambia, ina shida, wewe angalia tu kwa umakini. Kuna mti mmoja pale katikati utauona uko tofauti na hii miti mingine. Sasa mimi kwa akili yangu nikaangalia ile miti yote iko sawa, lakini mzee ananiambia kwamba ule mti wa katikati uko tofauti na miti mingine. Nikawa najaribu kufikiria kwamba ni huu mti upi, sababu miti yote imekatwa sawa na pale juu ya ile miti yote panafanana, na ukiangalia ukubwa wa ile miti size zote zinafanana. Nikawa najitahidi kumuelewa mzee, lakini bado nikawa nashindwa. Sasa nilipokuwa nazidi kufikiria, mama akaniambia haina shida, kama huo mti hujauona, angalia miti ya mizunguko ya mwisho. Ile miti kama imezunguka hivi. Akaniambia angalia mzunguko wa mwisho, yani mzunguko wa nje kabisa. Je, utaona utofauti na mizunguko ya ndani? Nikamwambia labda nijaribu kuangalia. Nikawa nazidi kuangalia, kutafakari ni kitu gani ambavyo ananionyesha. Nilipokuwa nazidi kuendelea kutafakari, baba na mama tena wakawa wamekaa, wanaanza kunong'onezana tena. Sasa wakati naendelea kufikiria, kuna mtu akawa ametokea sehemu ya pembeni kabisa, akawa anakuja ile sehemu. Yule mtu cha kushangaza alikuwa amevaa nguo